endeleeni kuwa wasikivu. Endeleeni kuwa wasikivu. Nimesoma kwenye mitandao, wapo baadhi ya vijana wenzetu, makada wa vyama vya siasa, wanasema tarehe 29 mwezi wa 11, mwezi wa 10, siku ya uchaguzi, wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema tena kuchoma vituo sivyo vya mafuta. Mimi naomba niwaeleze ukweli, ndugu zangu na Kongoe. Mji wenu huu wa Dar es Salaam uko salama sana. Wala msije mkaogopa kitu chochote, hata kama wewe ndio unayetaka kufanya. Hata wewe wala usiogope. Wewe kama unataka kufanya wala usiogope, wala mtu asikutishie kwamba bwana hebu acha. Wala wewe nenda tu ukajaribu unachotaka ukifanya na kuthibitishia. Yaani kabla haujapeleka mguu wako mbele, lazima utakupe kusha sala baba yetu mara 5. Kwa sababu hii mambo ya mizaha hii tumeshachekeana sana. Haiwezekani leo mwananchi anajenga nyumba kwa gharama kubwa kwa kukopa mkopo benki, halafu mwananchi mwingine anakuja anasema nyumba yako hii nataka nichome moto, wewe ule hasara eti kwa sababu ya ugomvi wa vyama vya kisiasa. Hii tunataka tukairuhusu hii? Wewe kama mgombea wako hayupo au mgombea wako mtaki, acha, kwa sababu baada ya tarehe 29 tuna nchi inaendelea kama kawaida. Baada ya tarehe 29 watoto wanahitajika shule. Baada ya tarehe 29 watoto watahitajika kutibiwa, wewe utahitajika hospitali, utahitajika kutafuta uchumi. Sasa watu naona kwa sababu amani hii tumekwisha ishiba mno. Wanatamani hapa mabomu yalike tarehe 29, mabomu yalike tarehe 30, mabomu yalike tarehe 1, tarehe 2. Jamani, tutakula nini? Na Dar es Salaam maisha yetu nyewe mnayajua. Watu wengi tunaishi kwa kuunga hapa. Unatafuta asubuhi ili ukale jioni. Uongo kweli? Sasa siku 3, siku 4 wameziba barabara. Utaipata wapi pesa? Acheni mambo hayo. Angalieni kwenye TV. Wenzetu huko kwenye mataifa mengine, jengo linaporomoka, limepigwa mabomu, watu wanakufa 1000. Watoto wanakimbia, akina mama wanakimbia. Baba elewe watoto wako wapi. Msicheze na amani ya taifa hili.